kuheshimu jinsi walivyompita njiani. Wakati tunaingia mle ndani tunakwenda kufanya ibada ya umra, wanasimama mapolisi hapa. Kuna chini kwenye Kaaba. Kama wewe huna zile ihram mwanaume, hata kama unakwenda kufanya umra mpaki na mwanamume atakiwa na kufanya umra bila kuwa na zile. Hao uende tu upite pale, huwezi ukapita. Mwanamke anafanya umra na nguo zake tayari, anaingiaga tu, anapita, anatoka, anaenda kusali anapotaka pale Maka, anazunguka anapotaka. Hakuna mtu atamuuliza kitambulisho, hakuna mtu atamuuliza. Na watu wa tabia njema, alafu wa tarbia. Ili leo tarbia linakuja kwa Kiarabu, ndio yale tulikuwa tuzungumzia malezi. Na ndugu zetu tunasema samaki mnyosha akiwa bado mdogo, ukimwachilia basi huko baadaye uweze kumkunja, afu alimkunja akiwa bado mdogo. Ukimwachilia uweze kumkunja. Ni lazima tupambane sana, tupambane na haya ambayo dini yetu imefundisha. Wakati mtu ajalala ni sunna vizuri kukuuliza kile kitanda, ukasoma dua, ndio ukalala. Tawabu ya hali ya juu, wanajishusha sana. Kujishusha, walikuwa na tabia za ajabu. Wanatizama amemiliki kursi, si Roma amemiliki sehemu kubwa sana. Sio pale pale East, pale Mido, hapana, kupita nchi nyingi. Wakati mali wao ni Uislamu kumeshazimiliki mali nyingi, lakini unaona ni watu wa kawaida. Wakipatwa na njaa wanasema sisi hapana, hatuwezi tukala chakula, mpaka wale hawa watu ambao sisi tunawaongoza. Akizunguka kwenye milango nani na matatizo, kuna nini kinachoendelea katika mji wetu? Mpaka viongozi wanasema, mama mmoja anasema kwamba laiti ningemjua mimi huyu kiongozi. Allah Taala anasema ndani ya Qur'ani, anawaambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba innaka la'ala khuluqin adhim. Hakika Mtume sallallahu alaihi wasallam tabia yako imekuwa njema sana, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anamiliana na watu. Sasa hii baada tumeiandaa inasema kwamba ihtiramun nasi wa husnu ta'amul ma'ahum, huku kuamiliana na watu, alafu na vile vile kuishi na watu kwa wema na kuamiliana nao, ni kitu ambacho Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikifanya sana, mpaka Qur'ani imesifu hivyo. Ama baadu ibadallah, ama baada ya kutanguliza hayo waja wa Mwenyezi Mungu, usikum wa nafsi bitaqwallahi, na kuhusieni ninyi na kuihusia nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Fahiya wasiyatullahi lil awwalina wal akhirina, na huu ni usia wa Mwenyezi Mungu kwa wale watu waliotangulia na sisi tulioko sasa hivi wa baadaye, ambao ni umma wa mwisho, kama ilivyokuja kwamba sisi ummati Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ndio umma wa mwisho. Anasema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwamba walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum, hakika tumewahusia wale tuliowapa kitabu kabla yenu. Kitu gani? Asema kwamba wa iyyakum, pamoja na ninyi, wal akhirina, afwan, asema kwamba wa iyyakum, na ninyi, anittaqullaha, kwamba anittaqullaha ni kumcha Mwenyezi Mungu. Waliokuwepo awali na sisi vile vile, Allah subhanahu wa ta'ala anasema tumehusiwa hicho kitu, wala qad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullaha, tumehusiwa waliokuwepo awali na ninyi kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndio maana tumetanguliza kwamba kumuogopa Mwenyezi Mungu. Hii ni sura utaipata katika Suratul Nisa aya ya 131. Ayuha almuslimun, ayuha waislam, hadithuna alyawm, leo mazungumzo yetu ya leo
al-khuluqin adhim, ni kutokana na tabia tukufu, tabia njema, kama tulivyotanguliza, wa innaka la'ala khuluqin adhim. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimuona mtu anakuja anaingia msikitini kama hivi tulivyokaa sehemu, alafu alipofika huyo mtu akaanza kukojoa ndani ya msikiti na kurusha mkojo kila mahali. Maswahaba wakasimama wanataka kumvamia, akamwambia mahala, taratibu, tulieni tu, waacheni. Wakaenda kumwambia kwamba lala mpaka amalize, akakidhi haja yake. Alipokidhi haja yake akavaa nguo zake, wakasema acha sasa tumshauri, kwamba muacheni aondoke. Akasimama yule mtu anatoka, akamwambia fulani safisha, lakini maswahaba hasira zilikuwa ni kali. Mtume sallallahu alaihi wasallam kama Qur'an inasema, wa innaka la'ala khuluqin adhim, hakika wewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabia yako imekuwa ni nzuri. Kwa hiyo Qur'ani inamsifu hivyo. Yule bwana akatoka, alikuwa ni mbedui katika watu wa porini, amefika mbele akaona subhanallah, anatazama wale jamaa, akarejesha picha walivyotaka kumvamia, anatazama na action aliyoifanya, anatazama na upole wa maswahaba, akasema la ilaha illa Allah, ile huenda ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Akarejea huko akasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasul, akasilimu. Alitumia hikma, alitumia ile husnul khuluq ambayo tunazungumzia tabia iliyokuwa njema. Kwa hiyo asema min akhlaqil islam, kutokana na tabia zinazopatikana au ilivyoimiza dini yetu ya Uislamu. Asema khuluqin yudhihiru jamala hadha din, tabia ambayo imedhihirishwa uzuri au imedhihirisha uzuri wa dini hii, dini ya Kiislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mtu wa kujishusha sana. Ukiangalia maswahaba zake kina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, na wao ni hivyo hivyo. Umar ibn Khattab radhiyallahu analala chini ya mti, wafalme wanakuja wamezunguka na misafara yao, wanamkuta yuko pale. Bwana, huyu mtu vipi? Wanaona ni mtu wa kawaida, ni mtu yani watu walikuwa na tawadhu ya hali ya juu, wanajishusha sana. Kujishusha, walikuwa na tabia za ajabu. Wanatizama amemiliki Fursi, si Roma, amemiliki sehemu kubwa sana, sio pale East pale Middle, hapana, kupita nchi nyingi. Wakati wa Umar radhiallahu anhu Uislamu ulikuwa umeshazimiliki mali nyingi, lakini unaona ni watu wa kawaida. Wakipatwa na njaa wanasema sisi hapana, hatuwezi tukala chakula, mpaka wale hawa watu ambao sisi tunawaongoza. Akizunguka kwenye milango, nani na matatizo, kuna nini kinachoendelea katika mji wetu, mpaka viongozi wanasema. Mama mmoja anasema kwamba laiti ningemjua mimi huyu kiongozi anayeongoza sasa hivi, ningemjua ni nani. Anasema huyu laiti ningemjua mimi Umar, ilikuwa ni hatari sana, au ningemuona tu ningejua la kumwambia, au ningemkaribia Umar. Katika mzunguko wao anapita, nasikia nani anamsema vipi, anamwambia mama, shida yako nini? Njaa. Anakwenda analeta chakula, huyo amiri muumini anakiandaa, huyo anamtilia mkubwa pale, anakula, anasema bora wewe baba, huyo Umar ajui kuna watu wanaoamini huko katika matatizo. Kaambia mama, huyo Umar unamjua? Kaambia hapana. Kaambia ndio mimi. Mama akatulia, akasema subhanallah. Sasa hao ndio maswahaba walioamiliana naye. Anasema akhlaqi al-Islam, akhlaqi ya Uislamu ndio hiyo. Alafu tena anasema khuluqin yudhihiru jamala hadha din, tabia ambayo inaonyesha uzuri wa dini iliyo ikoje kutokana na tabia za hii. Inahamasisha kwamba watu wawe ni wenye kujishusha, watu waheshimu watu. Kuna mtu tu yeye akishakuwa labda yeye amevaa hijabu, au yeye amesha kuwa na ilmu kidogo, au yuko katika madhehebu fulani, subhanallah, watamjua watu wote kwamba ni nani, atawafuruka, hakuna mtu atakayezungumza mbele yake. Mpaka kuna wakati tunawaambia jamani, hivi kadha wa kadha, hivi mnavyofanya ndugu zetu ni sawa. Wanasema wallahi hatufundishwi hivyo, ni tabia za watu, wanasingizia dini yetu haikuja katika mfumo huo.
asema waada allatihi ni katika uadilifu sasa wa dini hii. Asema kwamba wa insaniyatihi sasa ni ile tabia ya kuwa sasa mwanadamu yuko vipi. Dini pia imefundisha anatakiwa mtu awe vipi, amiliane na vipi. Asema khuluqin yahtajuhu fi buyutina, ni tabia ambayo tunaihitaji mpaka katika majumba yetu. Waada latihi, yani ni tabia ambayo sema hapa khuluqin nahtajuhu fi buyutina, ni tabia ambayo ile huyu narudi kwenye tabia tunahitaji katika majumba yetu. Unakaa na watoto katika mfumo mzuri, unawaelewesha namna dini ilivyo, unawaelewesha nidhamu ya kula, ananawa mikono, au kama anakula hata na kijiko hakuna shida, kabla akula mtaje Mwenyezi Mungu bismillahirrahmanirrahim, shaitani atakimbia. Ukila ni vizuri umalize chakula kilichopo kwenye sahani. Mwenyezi Mungu anasema wala tusrifu, tusifanye israfu, innahu la yuhibbul musrifin, hakika Mwenyezi Mungu hampendi kila anayefanya israfu. Kwa hiyo tule hivi, mtoto anakuwa anajua kweli natakiwa kula hivi na wazazi. Haya, natakiwa kutasema bismillah, nataka kusoma dua hii baada ya kula. Kitandani anajua ni kabla ya kulala nitasoma dua hii, anakuwa ameshajifundisha zile tabia za Kiislamu. Sasa tukiacha hizi, kinyume chake tutakuwa watoto zetu wanapiga game, unamletea yani chakula hana hata muda, labda akachukua yale masio na maziwa anakunywa alafu anatupa chini ya kitanda, vikombe, chupa, nini huko chini ya kitanda, hana muda. Hawezi akakaa na wazazi. Ukitia dawa eti wasikilize hapo Kiswahili, tia lecture ya Kiingereza, hawa wanasimama, hawana muda. Game na mambo mengine yanawachukua. Sasa ujue hawa tayari unawapoteza. Uislamu haukufundisha hivi. Fi taamulina ma'an nasi jami'an, tunatakiwa tuamiliane vizuri na watu wote. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nasu wal hijara 'alayha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allaha ma amara. Enyi mlioamini, jiokoe nafsi zenu, qu anfusakum wa ahlikum nara, jiokoe nafsi zenu na moto. Waquduha an-nasu wal hijara, moto huo ambao umeumbwa kwa mawe na kuni. Alaiha, juu ya moto huo, malaikatun, kuna malaika, ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amara, malaika wakali hawamwasi Mwenyezi Mungu kamwe. Sasa usipoangalia hawa wakitoka huko nje, utafuata sheria ya serikali. Huko nyumbani kwako hakuna mtu ambaye atakuja kukupangia sheria, ni wewe. Kesho na kesho kutwa watoto wakiharibika, usisemi kwamba sijui watoto wa Ulaya. Ni wewe. Haya malezi tulionayo hapa, hata ukienda nyumbani ukawachilia watoto hivi vilivyopo hapa na kila kitu, watakwenda hivi hivi. Ni wewe upange sheria. Ndio maana Uislamu umesema kuamiliana na watu wote kuanzia nyumbani. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mbora wenu ni yule ambaye ni mbora kwa watu wake. Akiingia anatoa salamu, wanatabasamu, watu wanampokea, watu wanaona kabisa huyu ni mtu, wanamthamini. Kwa hiyo Uislamu umetufundisha kitu ambacho kinachoitwa kuwa na tabia njema. Anasema kwamba innahu ihtiramu nasi, hakika hiyo tabia ihtiramu ya kuwaheshimu watu. Innahu ile huyu narudi ni tabia ihtiramu nasi, ni tabia kuwaheshimu watu. Unamjua usiyemjua, mkubwa mdogo, kumheshimu ni kitu ambacho kimehimizwa sana. Asema wa husnu taamuli ma'ahum, na uzuri wa kuamiliana pamoja nao wale watu, kuamiliana wajue kwamba kumbe dini ya Uislamu ndivyo ilivyo. Wakati Mtume zama za Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, katika watoto wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana mmoja anaitwa Ibrahim. Alikuwa na mmoja anaitwa Ibrahim, na huyu alimzaa na huyu kijakazi wake anaitwa Maria binti Kiptiyu, Mkiptiyu kutoka Masri. Zawadi alipewa na Masri na baadhi ya zawadi alitumia. Ndio alikuja akamzalia mtoto mmoja wa kiume anaitwa Ibrahim.
Sasa huyu Ibrahimu huyu ambaye ametokana na nani, na Maria binti Kiptiyu, tulitaka tu kujua katika kumzungumzia katika majina ya watoto wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini huyu mama alipokuwa wakati ule msafara unaanza na safiri na maswahaba hajasilimu, kutoka pale mpaka walipokuja wakafika alipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wallahi thumma wallahi, huyu mama alisilimu kutokana na tabia walizokuwa nazo maswahaba. Tabia tu, namna walipokuwa maswahaba wanaamiliana nao, huyu mama akasilimu njiani, akaona subhanallah, wanamheshimu. Hata wewe ukienda leo utayaona kwa huku kwetu yamekwisha, lakini wallahi nadhani kaka yangu hapa al-Akhija au akolama ambao wameshafika Maka wameshaona tabia. Mwanamke hata kama kitambulisho hana ataishi miaka yote, jinsi wanavyomheshimu, jinsi wanavyompita njiani. Wakati tunaingia mule ndani tunakwenda kufanya ibada ya umra, wanasimama mapolisi hapa kuna chini kwenye Kaaba. Kama wewe huna zile ihram mwanaume, hata kama unakwenda kufanya umra utakiwi, na mwanamume atakiwa kufanya umra bila kuwa na zile, au uende tu upite pale, huwezi ukapita. Mwanamke anafanya umra na nguo zake tayari, anaingiaga tu, anapita, anatoka, anaenda kusali anapotaka pale Maka, anazunguka anapotaka. Hakuna mtu atamuuliza kitambulisho, hakuna mtu atamuuliza chochote. Watu wanaishi au wanakwenda kufanya kazi za kule, inaisha sasa mikataba, anaishi mpaka mkataba wake unaisha. Wanaona huyu bosi wake tayari wamekwisha gombana. Sasa ule wakati wamegombana na mkataba tayari umeisha. Sasa ikiwa mkataba umeisha, ni nini kinachoendelea? Ni wewe urejee. Lakini sasa anatafuta kazi nyingine, anafanya, anaendelea kuwepo pale. Mtu anakata miaka 10, 20 kwa sababu wanawake wanaheshimiwa sana 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 sana, wallahi sana. Na ndivyo Uislamu ulivyofundishwa hivyo. Kwa hiyo nakuhusieni sana na kuhusia nafsi yangu, tujijenge katika tabia njema kama Uislamu ulivyofundisha. Innaka la'ala khuluqin adhim. Na wewe tabia yako imekuwa tukufu, imekuwa njema, imezidi namna alivyokuwa anaamiliana. Sasa kwa sisi hapa leo unaweza kaishi hata mtu ambaye si Muislamu, wallahi ni vigumu eti wewe kumwambia asilimu au kumuongoza katika dini au zile tabia zako zimuathiri. Hamna, isipokuwa utajifananisha wewe pamoja naye, umzidi ule umaharibi. Kwa maana Allah akasema wala antarudhu anka alyahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahu, hawatoridhika kama mayahudi na manaswara mpaka ninyi mfuate mila zao. Kwa hiyo tujitahidi sana, tukiamiliana na watu, tukiishi na watu, zile tabia zetu ziwafanye waje katika Uislamu, zisiwe tabia za kuuza katika Uislamu. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha kutokana na hali ambayo tunayatenda usiku mchana kwa kujua na kutokujua. Aqulu qawlu hadha astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Mustafa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ya ibadallah, enyi waja wa Mwenyezi Mungu, al-ihtiramu huwa suluku. Asema al-ihtiramu huwa suluku, asema kwamba hii al-ihtiram tabia njema, yani al-ihtiram tabia njema, huwa suluku, ni kuheshi na watu kwa wema, kwa tabia njema. Asema kwamba wa tarbia, hii tarbia inarejea hapa ni tabia, kuishi na watu kwa tabia njema, alafu wa tarbia, ili neno tarbia linakuja kwa Kiarabu, ndio yale tulikuwa tunazungumzia malezi. Na ndugu zetu tunasema samaki mnyosha akiwa bado mdogo, ukimwachilia basi huko baadaye uweze kumkunja, afu animkunja akiwa bado mdogo, ukimwachilia uweze kumkunja. Ni lazima tupambane sana, tupambane na haya ambayo dini yetu imefundisha. Wakati mtu ajalala ni sunna, ni vizuri kukunguta kile kitanda, ukasoma dua, ndio ukalala. Mtoto anajua kweli ni hivi. Kuna Qur'ani anasoma shekhe katika baadhi ya mashekhe wetu, anaitwa Azan Balush, ana sauti nzuri sana. Ukiangalia comment za wasiokuwa Waislamu wanasema hii music ni nzuri sana,
ya mtu kabla hujalala unafungulia. Wasiokuwa Waislamu wanasikiliza Qur'ani, wanafungulia. Yaani yeye ndani yake hajui maneno yale wala hataki kujua. Yeye anakwenda tu kulala pale kwa kujua kwamba bwana mambo mazuri sana. Yaani ile sauti anavyosoma na kila kitu anasema hii safi sana. Sasa sisi Waislamu hatulali hivyo, lazima utafungulia zile zilizopendwa kidogo ndio upige usingizi. Kwa hiyo asema kwamba watarbia, malezi, kuwalea watoto, kuwashughulikia bado wadogo, hatua zote. Wa adabu, na nidhamu. Adabu ni nidhamu, kuwaheshimu watu. Ile sio Uislamu. Ile sijui madhehebu hivyo. Kule kuheshimu watu, kuamiliana na watu vizuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amewafundisha maswahaba tabia nzuri mpaka Qur'ani ikamsifu. Na ndio maana unaona kwamba hata Firauni alayhi laana. Sasa tunawaambia ndugu zetu, huyu Firauni alayhi laana huyu, Mwenyezi Mungu akumwacha. Alimwambia Nabii Musa, nenda idhhab ila Firauna innahu tagha. Nenda kwa Firauni, ametupa mipaka, yani amezidi mpaka kujiita Mungu. Au kusema kwamba kumwacha, walienda wakamfikishia. Allah akamwambia, innani ma'akuma, mimi niko pamoja nanyi. Asma'u, katika sura Taha, nasikia, wa ara, na vile vile naona. Nendeni tu, wala tani ya fikri, msinisahau katika kunitaja tu. Nendeni mkamfikishie. Huyo anayejiita kwamba ni Mungu leo angesema yule afanywe mkato huyo. Wewe unashinda Qur'an. Mtu anajiita Mungu, wala anasema bado nendeni mkamfikishie. Ongeeni, faqulu lahu qawlan layyina au yadhakaru au yakhsha. Ongeeni maneno mazuri, huenda akazingatia au akanyenyekea. Qur'ani hiyo. Sasa leo mtu akionekana huyo mkate huyo, Allah subhanahu wa ta'ala katika maneno mazuri, sio hadithi, sio kama tadini tudani, kama mnavyofanya mtafanyiwa. Utamkata huyu mtakosa wakukata, baadaye na yeye mtakuja mtakatana, ndio makundi yanakwenda yanaongezeka. Uislamu unataka kwenda kumuona mtu, kumsimamishia hoja, kuzungumza naye kwa uzuri, hata kama ameritaji, hata kama yuko katika hali gani, mfikishie hoja. Hawezi kumfanyia mkato bila kumfikishia hoja. Ingekuwa kufanyia mkato, Firauni angelikuwa ni mtu wa kwanza Mwenyezi Mungu akasema huyu ni kumwadhibu tu, lakini alitumia watu. Kwa hiyo asema kwamba wa adabu, na nidhamu, wa akhlaqu. Akhlaqu ni jamu ya tabia, khuluqi. Akhlaqu ni kuwa na tabia. Alafu sema wa muamalatun husnatun, na kuamiliana na watu kwa wema. Wakikukosa, hata siku jeneza lako linabebwa, Mtume sasa amekaa naona jeneza linapita, watu anasema huyu alikuwa na tabia mbaya, wa moto wenyewe. Huyu wa peponi alikuwa na tabia nzuri. Anasema yeye ndio kwa mashahidi kwa Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama. Ina maana watu wanakaa wanaangalia kinachoendelea. Watu wakikukosa wanasema kwa kweli tumepoteza mtu, ni pengo, kwa sababu sisi tutakuwa mashahidi. Amethibitisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ni kuamiliana na watu kwa uzuri. Yakulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anasema Mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam juu yake kwamba akmalul mu'minin, yani kukamilika imani ya mu'min, ya yule mtu ambaye ni mu'min, imani yake kukamilika, sio kuwafukia watu, sio kuwakata watu, sio kuleta vurugu katika jamii. Mtume Mwenyezi Mungu akmalal mu'minina, hii akmalal mu'minin ina maana imanan, ni imani. Asema kwamba ahsanuhum khuluqan, ni mzuri wao wa tabia. Ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo ni rawahu Tirmidhi, amepokea Imam Tirmidhi. Asema kwamba ahsanuhum khuluqan, yani ni yule mwashinda watu tabia. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatufundisha hivyo. Hadithi nyingine inasema kwamba bal ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bali amejalia Mtume Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam juu yake kwamba usnul khuluqi, asema kwa tabia iliyokuwa nzuri au tabia nzuri,
athqala shay'in fil mizan yawm al-qiyamah, ni kitu kizito zaidi ambacho kitapandisha mtu mizani yake siku ya kiyama. Hiyo ni hadithi ya mtume wa Mwenyezi Mungu. Hata kama utasali, wanamwambia mtume wa Mwenyezi Mungu, kuna mwanamke hapa jirani anasali, anafunga, anafanya, lakini anawaudhi majirani motoni. Kuamiliana na watu vizuri, na hii tahadhari wengi tunakuwa sisi tunaikosa. Inategemea hata unachukua, unaona leo nitakuwa na wageni wengi, unaona hata majirani 3 4, au nawatilia kabarua mmoja, jamani hapa tutakuwa na iftari, tutakuwa na hivi, anataka kuja aje ajumuike pamoja nasi kwenye iftari, tutakuwa ni hivi na hivi. Mtu anakuwa ameshajua majirani, kuna ambao wanakuja, kuna wengine hawaji, lakini unakuwa umeshapata na taarifa. Na wengine ambao wanaweza kujitolea wakaja kujumuika pamoja nao. Lakini hapana kuwaudhi majirani. Usiwaudhi watu, mimi nafunga sana, mimi nasali sana, mimi sali 5, mimi ni hivi, mimi. Ndio maana Firauni laana alisema kwamba mimi ni bora kuliko wewe Adam. Nimeumbwa kutokana na nini? Nani amesema? Ibilisi laana. Nimeumbwa kutokana na moto, na nimeumbwa kutokana na udongo. Kwa hiyo asema kwamba bal ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam husna al-khuluqi aqala shay'in fi mizani yawm al-qiyamah, kitu ambacho kitainua kweli mizani ya mtu, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema faman yamal mithqala dharratin khairan yara wa man yamal mithqala dharratin sharran yara, ambaye mizani yake ni mizito atalipo kutokana na ule uzito. Kama sio mizito ni vile vile kitu kitakachomuinua mtu zaidi sio tabia njema. Ndio tunasisitiza kabisa. Hadithi ambayo tunamaliza nayo hotuba yetu inasema kwamba ma min shay'in afqalu fi mizani mu'min yawm al-qiyamah. Asema kitu ambacho asema afqala fi mizani al-mu'minin, kitu ambacho kitamuinua muumini yawm al-qiyamah, siku ya kiyama. Asema min husni al-khuluqi, min husni al-khuluqi, yani ni kuwa na tabia njema, amiliana vizuri na watu. Hiyo amali itakupandisha sana kwenye mizani yako ya kiyama. Utakuwa na asilimia kubwa na nyingi za kwenda peponi. Usijiite mimi ni hivi, usifanye hivi. Fuate kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tufuate maswahaba, tufuate wema waliopita. Tunajitengenezea mazingira mpaka baadhi ya watu wanakuwa wanaogopa. Tamani ilikuwa sema hii ni Ansari Sunna, wanakukimbia, wanajua atawapiga kareti, huyu atawafukia watu, huyu atafanya hivi. Ungesema huyu ni salafi, huyu ni nini? Yani mpaka yanakuwa yale majina kutokana na tabia za watu. Mtu akisikia tu anaogopa, anasema hili sasa ni hatari. Uislamu haukuja hivyo. Kwa hiyo tutakuwa ni wenye kuishia hapa hotuba yetu ya leo. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupambe na tabia zilizokuwa njema. Inshallah kuna kwa majana Mwenyezi Mungu tutamalizia aka kipande kalipopita katika hizi karatasi kama walivyoandalia ulama katika akhlaq au khuluq, hizi tabia zilizokuwa njema inshallah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Arda Allahumma anil khulafa'i ar-rashidin Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, wa Ali ibn Abi Talib radiyallahu عنهم وعن بقية أصحاب رسولك أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب اللهم اشفيه مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشفيه مرضانا warham mutana. Ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba uwaponye wagonjwa wetu wote wanaoumwa ya rabbal alamin, na vile vile uwarehemu mauti ndugu zetu waislamu waliotangulia mbele ya haki ya rabbal alamin. Ujalie makaburi yao yawe rawdha min riyadhil janna, uwaruzuku pepo ya Firdaus bila ya hisabu wala adhabu ya rabbal alamin. Na sisi sote Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu tunakuomba hapa tulipo
na walipo popote Waislamu. Kama kuna yeyote ambaye ana matatizo, ya Rabbal Alamin, mtatulie matatizo yake ya Rabbal Alamin. Wewe ndiye mweza wa kila jambo ya Qahhar, wewe ndiye mweza wa kila jambo ya Aziz, ya Sattar, ya Nur, ya Mutakabbir, ya Mu'min, ya Muhaymin, ya Wahhab, ya Wahhab, ya Jabbar, ya Rashid, برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.